Binti huyu pindi alipokuwa akitokea shopping, alishangaa mwili wake unageuka na kuwa mbao. Ni kitu cha ajabu sana kutokea kwa binadamu kitu kama hichi hapa. Binti mwili mzima ulikuwa unabadilika na kuwa kiti kile cha mbao kama unachokifahamu. Yaani vile viti vinavyoitwa office chair ndio alikuwa anabadilika na kuwa hivyo. Kwani kuna nini kilichomtokea mpaka binti huyu anabadilika na kuwa kiti cha mbao? Siku chache zilizopita binti huyu aliingia hoteli moja akiwa na mpenzi wake, lakini kitu cha ajabu alikuja kushangaa katika mwili wake. Kulionekana kulikuwa na mabadiliko yanayoendelea kwenye mwili wake na pindi alivyojitizama kwenye kifua chake alishangaa baada ya kuona kwenye kifua chake kulikuwa kumepitishwa kama vile kulikuwa na miti kwenye mwili wake. Hicho kitu kilimshangaza sana. Lakini kitu cha ajabu binti yule hakujuta kuwa vile, kwa sababu mpenzi wake alikuwa anamchiti sana, yani alikuwa anamfanyia vitu vya ajabu ambavyo vilisababisha binti kujiona hana thamani kwenye hii dunia, na alienda kuomba msaada kwa marafiki zake ili waweze kumsaidia, maana mpenzi wake alikuwa msikilizi. Lakini marafiki zake alivyoenda kuomba msaada, marafiki zake walionekana wako bize sana, hivyo ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumsikiliza huyu binti wa Kijapani. Binti alijaribu kuomba msaada kila sehemu, lakini hakuna yoyote ambaye aliweza kumsikiliza binti ama kumsaidia kwa lile tatizo alilokuwa nalo. Binti aliona kila mtu yuko bize na mambo yake. Binti akakosa namna ni kipi ambacho kinaweza kikamsaidia ama ni nani ataweza kumpatia msaada. Akawa amepoteza kabisa ile hope kwamba ataweza kupata msaada. Basi ikabidi tu aweze kuondoka pale alipokuwa ameenda kwa ajili ya kuomba msaada, maana hata msaada wenyewe hajaupata. Lakini pindi alivyokuwa akiendelea kutembea akielekea hospitali akiwa peke yake, lakini mwili wake ulizidi kunyong'onyea na mambo yalizidi kuwa magumu kwake. Alijaribu kutembea kuelekea hospitali akiwa peke yake, lakini mambo yalikuwa yanazidi kuwa magumu, maana mwili wake ulikuwa unaendelea kubadilika kila baada ya muda. Yani kila baada ya muda binti anaendelea kuzidi kuwa mbao. Alipofika hapa ilibidi akae chini ili atizame mwili wake, na baada ya kufunua suruali alishangaa kile alichokiona kwenye mwili wake, kwa sababu mwili wake ulizidi kubadilika na mabadiliko haya yalikuwa yanaonekana na kuja kwa kasi zaidi. Sasa hata kiatu kilikuwa kikai tena mguuni, kwa sababu mguu wote ulikuwa umebadilika na kuwa mbao, na tena maajabu zaidi unabadilika na kuwa ule mguu wa kiti, yani mguu wa kile kiti cha office chair, ndio anashangaa mwili wake unabadilika na kuwa hivyo. Sasa amebakiza mguu mmoja tu ambao bado una muonekano wa kibinadamu, na binti baada ya pale basi ilibidi atazame kwenye kifua chake, na kifua chake kilionekana kuendelea, yani nyama zile zinaendelea kuisha za ubinadamu na umbile lake linazidi kubadilika na kuwa kiti, yani kinakuwa kiti kabisa. Sasa binti aliona ni bora aweze kuondoka ili aweze kurudi nyumbani tu, kwa sababu hospitali imeshashindikana kwenda, na kutokana na mabadiliko yanayoendelea kwenye mwili wake basi hatofika hata hospitali. Na pindi alivyokuwa anaendelea kutembea sasa kashakuwa kama kilema, kwa sababu anatembelea mguu mmoja na ule mguu mmoja mwingine umebaki kama gongo hivi. Basi akawa anatembea akielekea nyumbani huku akiwa na yumba. Kuna bibi mmoja alimuona yule mwanamke akawa anahitaji labda kumpatia msaada, maana alikuwa anaonekana kama ni mgonjwa, lakini yule mwanamke baada ya kuomba msaada alikataa na kumwacha yule bibi pale. Hii ni baada ya yule bibi kutizama kwenye kifua chake kwenye kifua cha yule binti. Aliona ni kitu cha ajabu sana, binadamu gani huyu? Maana binti, kumbuka, kifuani kwake kulikuwa wazi kabisa na zilikuwa zinaonekana mbao tu. Basi binti aliendelea kutembea akielekea nyumbani, kwa sababu ameshindwa hata kwenda hospitali ili kwenda kupata matibabu. Basi ilibidi tu aweze kuondoka na kurejea nyumbani ili aone hatima yake ni nini. Na baada ya pale basi yule bibi alibaki ameshangaa tu baada ya kumwona yule binadamu kwa jinsi alivyokuwa. Sasa binti kipindi alivyokuwa akiendelea kutembea, mabadiliko makubwa yalikuwa yanaendelea kwenye mwili wake, na hatimaye hata ule mguu wa pili pia ukawa umebadilika, mpaka suruali aliyokuwa amevaa ikawa imeshindwa kabisa kukaa kiunoni kwake, na ile suruali ikawa imedondoka, kwa sababu mwili mzima unaanza kubadilika na kuwa moja kwa moja kile kiti. Sasa binti kipindi anaendelea kutembea, kama unavyotizama, miguu ikaendelea kubadilika mwili wake, hadi kutembea tu ikawa ni kwa shida sana, kwa sababu mwili unazidi kubadilika na mambo yanazidi kuwa magumu kwake. Hata nyumbani bado tu hajafika, maana alikuwa bado yuko njiani akielekea nyumbani. Mambo yanazidi kuwa magumu kwa binti. Binti anajaribu kujikongoja aone kama ataweza kupata msaada, lakini hamna mtu yoyote ambaye anaonekana kumsogelea wala kuja kumpatia msaada. Binti alibidi ajiweze kujikongoja hivyo hivyo tu aone kama labda ataenda apate msaada. Pindi alivyokuwa akizidi kutembea, kama unavyotizama, mambo yalizidi kuwa magumu kwake, na hatimaye sasa hata kutembea tu ikawa imeshindikana. Ikabidi aanze kutembelea ukutani huko anashikilia zile kuta za barabarani, lakini ilikuwa ngumu sana, kwa sababu mpaka mikono yake sasa ikawa imebadilika. Na hatimaye binti baada ya muda, yani kama baada ya masaa kadhaa hivi kuweza kupita, hatimaye binti kabisa sasa akawa amebadilika na akawa kiti kabisa, unaweza ukachukua na ukaenda kukalia. Baada ya pale basi majira ya usiku, kuna jamaa mmoja alipita haya mazingira, na baada ya kupita yale mazingira basi akawa amekiona kile kiti akakichukua, na hatimaye akawa amechukua na kuondoka nacho, maana ni kiti ambacho alikikuta tu mtaani. Basi akawa amekichukua na kuondoka nacho, akaenda nacho mpaka nyumbani kwa ajili ya kukitumia tu kwa matumizi yake ya kukalia. Basi baada ya hapo akawa anafanya mambo yake pale, na baada ya hapo basi anamaliza, anarudi anakikalia kiti kile ambacho alikiokota kule mtaani, maana ni kiti ambacho alikiona ni kiti cha kawaida tu.
lakini binti alikuwa akiona hamna mtu, basi alikuwa anabadilika na kurudi kama binadamu wa kawaida. Na baada ya pale basi yule jamaa akiwa anaandaa chakula, binti kwa nyuma alikuwa anabadilika na kuwa binadamu wa kawaida bila mtu yoyote kuweza kufahamu kwamba binti kabadilika na kuwa binadamu wa kawaida. Na baada ya pale jamaa amekaa hapa akiwa anaendelea na kazi zake, na huku akiwa amekikalia kile kiti, na kwa nyuma binti anaonekana kuweza kumchungulia yule jamaa. Pindi alivyokuwa akiendelea na kazi zake, basi binti alikuwa akimtizama kwa nyuma, na jamaa bila kufahamu kwamba kile kiti alichokalia basi ni binadamu na wala sio kiti kama anavyozani kwamba ni kiti tu cha kawaida, lakini kumbe kilikuwa ni kiti ambacho ni binadamu kabisa wa kawaida aliyebadilika na kuwa kiti. Sasa jamaa pindi alivyokuwa akiendelea na mishe zake, alihisi kama vile kulikuwa na mtu anamtizama hivi, akawa amegeuka na kutizama kwa pembeni aone nani aliyekuwa anamtizama. Lakini baada ya kugeuka, binti alibadilika na kuwa kile kiti. Kwa hiyo jamaa kuweza kuona mtu yoyote ambaye alikuwa mle ndani, lakini tofauti tu na binti alivyobadilika na kuwa kile kiti. Bwana, hebu niambie wewe sasa, unaweza ukavumilia na kukaa na hichi kiti cha ajabu ambacho kinabadilika na kuwa binadamu? Hem, dondosha comment yako na niambie basi kama movie umeweza kuipenda pia, lakini pia kama umeweza kuipenda, hem niambie hapo niweze kutafuta ikiwa full kabisa, ili tuweze kuelewa ni kwa nini binti alifikia hatua ya kutamani kuwa kiti, ama ni kwa nini, ni kipi ambacho kilimkuta mpaka akawa hivi. Bwana, dondosha comment yako hapa, andika next DJ Shebi na Chia Mike. Tukutane wakati mwingine kwenye vigongo vingine vikali zaidi ambavyo vinafuata pale YouTube. Andika DJ Shebi Mwamba wa Bunda, basi unanipata. TikTok ni Shebi Star, lakini pale Facebook ni Shabani Juma, au sio bana? Endelea kunifuatilia, endelea kuenjoy ukiwa na DJ Shebi kama kawaida, basi na Chia Mike. Tukutane wakati mwingine, Mungu akipenda zaidi. Asanteni sana kwa support yenu mnaoendelea kunionyesha. Mungu awabariki, asanteni sana na chao na Chia Mike.